Hapo zamani za kale, katika kijiji cha Mbonde kilichozungukwa na milima na msitu mzito, watu waliishi kwa amani. Usiku ulikuwa mtulivu sana, kilichosikika ni milio ya mbwa, upepo ukipita kwenye miti na mara chache kilio cha bundi. Lakini amani hiyo ilianza kupotea taratibu. Kila usiku kuku walipotea kwenye vibanda vyao. Siku nyingine mbuzi mmoja au wawili walipatikana wameuawa pembeni ya msitu. Wanakijiji walikusanyika mara nyingi kujadili jambo hilo. Mzee Mashono akasema kwa sauti ya wasiwasi, hii si kazi ya mnyama wa kawaida, kuna kitu kibaya kinafanyika usiku. Lakini hawakujua kuwa mtu aliyekuwa nyuma ya yote hayo alikuwa Pengo. Pengo aliishi pembezoni mwa kijiji, karibu kabisa na msitu. Alikuwa mtu wa kimya sana, macho yake yalionekana kana kwamba yanaficha siri nzito. Watu wengine walikuwa wakimwogopa kidogo, ingawa hawakuwa na ushahidi wa chochote. Usiku mmoja wa mwezi hafifu, Pengo aliingia ndani ya kibanda chake na kuanza kufanya uchawi wake. Aliwasha moto mdogo, akachora alama ardhini na kunong'ona maneno ya ajabu. Polepole mwili wake ukaanza kubadilika, mikono ikawa miguu, meno yakawa makali na sauti yake ikageuka kuwa mlio wa fisi. Ndani ya muda mfupi, Pengo hakuwa tena binadamu, alikuwa fisi mkubwa mwenye macho yanayong'aa gizani. Akatoka kimya kimya kwenye msitu na kuelekea kijijini. Mbwa walibweka kwa hofu, lakini hawakuthubutu kumkaribia. Pengo akaiba kuku wawili, kisha akachukua mbuzi mdogo na kutoweka gizani. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kila usiku. Lakini usiku mmoja, jambo lisilotarajiwa lilitokea. Usiku huo ulikuwa wa giza nene. Hakukuwa na mwezi na upepo ulipuliza polepole kwenye majani makavu. Pengo akiwa katika umbo la fisi alitembea ndani ya msitu akielekea kijijini kama kawaida yake. Ghafla akasikia mlio wa kuchekesha wa fisi. Hae 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 hae. Sauti hiyo ilikuwa nzito na ya kutisha. Kutoka nyuma ya kichaka kikubwa akatokea fisi dume wa kweli, mkubwa kuliko Pengo, mwenye mwili wenye nguvu na macho ya njano yaliyowaka kama moto gizani. Fisi huyo alimwangalia kwa hasira kali. Kwa sauti ya kunguruma akasema kana kwamba anaonya, huu ni msitu wangu. Nani huyu anayewinda hapa kila usiku? Pengo akiwa na kiburi alinguruma pia. Hakutaka kuonyesha hofu. Lakini kabla hajafanya chochote, fisi dume akaruka ghafla. Mapambano makali yakaanza. Walizungukana, wakarukiana, wakang'atana kwa nguvu. Vumbi lilipaa, matawi yakavunjika na milio yao ilienea kwenye msitu wote. Mlio huo ulikuwa mkubwa sana hadi wanakijiji waliusikia. Mmoja wao akasema, mnasikia? Usiku ule wa giza katika kijiji cha Mbonde, baada ya wanakijiji